So leo klabu ya Young Africans inaenda kutoa dimbani dhidi ya Singida Black Stars kuendeleza kile ambacho mara zote wanakifanya mara baada ya kuweza kumaliza michezo yao kadhaa, na sasa wanazidiwa kwa pointi moja na mtani wao ambao ni Simba Sport Club mara baada ya Simba kuweza kucheza jana Mei 21 pale CCM Mkwakwani Tanga na kuweza kuibuka kwa ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Coastal Union. Sasa rasmi Simba Sport Club wapo kileleni, wanaongoza ligi wakimzidi Young Africans pointi moja, huku Yanga kifuatia nafasi ya pili pale. Ni kipi ambacho kitajiri siku ya leo? Young Africans watarudi kileleni baada ya kushinda, maana yake wakishinda narudisha pointi zao mbili zile zile, kwa maana wanafikia pointi kadhaa mbele wakiwaacha Simba Sport Club pointi mbili. Ni vipi wataweza kutoboa? Sasa mimi ni kwamba kukujuza kile kikosi ambacho tayari Hamid Mwalimu tayari ameshaweza kutangaza kikosi ambacho ataweza kuanza nacho leo dhidi ya Young Africans katika dimba la KMC. Moja kwa moja Yanga akiweza kukaribisha bana Singida Black Stars. Kile ambacho kitajiri siku ya leo kitaweza kuwapa nafasi kubwa zaidi klabu ya Young Africans kuweza kurudi katika ushindi na pia kurudi katika sehemu ambayo wanahitaji kuendelea kushikilia nafasi na rekodi kubwa zaidi za kubeba ubingwa kwa mara nyingine tena ligi kuu NBC Premier League. Karibu sana, nikwambia tu kama ndio kwanza utazama channel yetu, please tumia sekunde chache sana kwa ajili ya kusubscribe Vibe Sports, kwa sababu update na taarifa nyingi zaidi za kimichezo na burudani utazipata hapa pamoja kwa moja. Na sasa ni muda rasmi kwa kuangazia kikosi ambacho tayari kimeweza kutangazwa na Mwalimu kwa ajili ya kuelekea kile ambacho mchezo wao saa 10 kamili pale KMC Complex dhidi ya klabu ya Singida Black Stars. So kama kawaida kikosi kinaanza na goalkeeper namba 1 Djigui Diarra. Moja kwa moja atahusika kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba zile nyavu ambazo zipo pale Jangwani hazitikiswi hata kidogo hadi mchezo unamalizika, huku ikiwa ni faida kwake na pia ni faida kwa klabu ya Young Africans, huku yakiondoka na clean sheet, lakini bado Young Africans wataondoka na vitu vingi zaidi tena zaidi. So baada ya hapo namba 2 atakuwa Yao Kwasi Atola baada ya kiwango kizuri zaidi kutoka kwenye majeraha, na sasa bwana Mwamba amerudi kweli kweli. Ukisikia maana alishi ya jeshi basi ndo hii hapa. Maana Yao Kwasi Atola sasa hivi ni wa moto kweli kweli na anakiwasha kweli kweli kutokana na majeruhi aliyopata, na sasa yuko fiti na atakuja kucheza namba 2 kutokana na kile ambacho kinaendelea. Namba 3 Shadrack Boka Isaka Mayday atakuwepo pale kwa ajili ya kuzima na kuweza kuanua kisiki hiki cha kukimbiza kweli kweli na kuja kumwaga majaru ndani na watu tayari waweze kuweka vichwa ndani. Hapa kumekuwa na baso kubwa zaidi kati ya Boka Shadrack pamoja na Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Unaambiwa bana, kwa wachambuzi wa kina zaidi wanakueleza kwamba ukitaka mpira wa utulivu basi mchukue Mohamed Hussein Zimbwe Junior, ikiwa tu Yanga basi inashambuliwa, kwa sababu Mohamed Hussein Zimbwe Junior anajua kutuliza na pia anajua kupoza mpira na kupunguza pressure kabisa ya kushambuliwa. Lakini ukiona timu yako inashambulia sana, basi ni muda rasmi wa kuweza kumtumia Shadrack Boka Isaka Mayday kwa sababu yeye bana kasi yake ni ya moto kweli kweli na anaondoka kwa kasi sana. Moja kwa moja atapeleka mashambulizi ya makubwa zaidi na kuweza kupelekea klabu yake Young Africans kuweza kuibuka ndipo hata na goli kadhaa kutokana na kile kiwango ambacho atakionyesha. So namba 4 bana ataanza Frank Yasinki, miongoni mwa muendelezo mzuri zaidi ambao ameendelea kufanya kutokana na kile ambacho kipo, na sasa anatarajia kuweza kucheza pale namba 4 bana Frank Yasinki kwa ajili ya kuzima, wakiweka pacha yao pamoja na huyu mzuia magendo bana Ibrahim Baka akiwa ni namba 5 anazuia pale moja kwa moja. Beki namba 5 hii captain mwenyewe mzuia magendo Brigadier Baka pale watakuta na moja kwa moja ataweka ile combination kali zaidi ukikutana na Frank Yasinki moja kwa moja kuweza kublock mipira yote ambayo inatoka kwenye lango la Singida Black Stars, wahakikishe kwamba halitoweza kufika moja kwa moja katika eneo la ulinzi
na pia katika goli la Jigi Diara. Sasa pale katikati kama kawaida yule jamaa ambaye achoke mapafu ya mbwa kweli kweli, tunakutana na Duke Abuya anacheza pale kiungo ili mradi kuweza kusambaza makaroti pamoja na mipasi mbalimbali ili kupelekea moja kwa moja huko ndani wakina Pacome, wakina Okelo, wakina Dube pia wakina Depu kuweza kutupia kamba ndani na kusababisha kila kitu kiweze kwenda kwenye mstari kabisa. So namba 6 pale tunamweka kiungo Duke Abuya kwa ajili ya kuweza kufanya kila kitu kikae sawa na kuweza kusambaza mipira tu katikati, anakuwa kama feni ni kurotate tu mwanzo hadi mwisho. Tunakutana namba 7 pale Maxi pia Nzengeli, mapafu mengine ya mbwa haya ambaye achoki kweli kweli huyu jamaa, na yeye anakuambia anaamini katika Mungu pekee, na akiingia ndani na kupiga kazi kuanzia mwanzo hadi mwisho, na huwezi kumtoa eti akiwa amechoka, labda utamtoa akiwa hayupo kwenye mchezo, lakini kiuhalisia kuchoka bana Mbappe wa Kindu huyu wagachokage kabisa. Wanamuita Maxim pia Nzengeli, anacheza namba 7 pale mara baada ya kiungo kuwa ni Duke Abuya. So baada ya Maxim pia Nzengeli namba 7, namba 8 tunakutana na Zanzibar Greatest Mudathir Yahya Abbas akionyesha kiwango kizuri zaidi dhidi ya JKT baada ya kuweza kuipatia Young Africans goli moja ambalo liliweza kufanya waondoke na pointi 3 muhimu zaidi, huku goli moja JKT wakijifunga wao na kuweza kusababisha ushindi wa bao 2-0 dhidi ya JKT. So namba 8 pale anakutana na Mudathir Yahya Abbas kwa kile ambacho kinaendelea. Sasa namba 9 tunamweka mwana wa mfalme Smiling Killer, si mwingine bali ni Prince Pumelelo Dube kwa ajili ya kukiwasha kuendeleza muendelezo mzuri zaidi katika klabu ya Young Africans na kufanya kila kitu kikae kwenye mstari. So Duke pamoja na Dube watakutana, watatengenezeana mikakati kwa ajili namna gani kuweza kuwafunga Singida Black Stars, huku ikiwa ni mambo mabaya zaidi kwa Singida Black Stars kwa sababu Khalid Aucho the Tank ambaye alitarajiwa kwa kiungo pale basi hata kuwepo leo, kwa maana atakosekana katika mchezo huu muhimu kati ya Singida Black Stars dhidi ya Young Africans. Hivyo Dube pale atahusika namba 9 muhimu zaidi kwa ajili ya kumaliza kila kitu kinachoendelea kule ndani na kuweza kusababisha Young Africans waweze kuondoka na matokeo muhimu zaidi. So tunaenda namba 10, tunamkutana na Starboy Alan Okelo. Okelo mwenyewe anakuambia sasa hivi amekiwasha kweli kweli, lakini wako wanaosema kwamba Okelo ni wa mechi ndogo, lakini ukiangalia kiwango chake ni kikubwa kweli kweli. Na vipi leo ataondoka na bagoli? Kama ataondoka na bagoli ni mangapi hasa? Na nikikupitia comment section hapo. Hii ni Vibe Sports. Namba 10 tunamweka Starboy Alan Okelo ambaye ataweza kabisa kukiwasha vizuri zaidi na kuweza kupelekea moja kwa moja Young Africans kuweza kurejea katika msimamo wa ligi na kukaa kileleni pale kwa ajili ya kile kitu ambacho wanataka kukifanya. So namba 11 tunamalizia na mzee mzima Professor Pacome Zouzoua Pedro. Professor Boli huyu anamalizia namba 11 wakiweka pacha pale pamoja na Stefan wakiweka pacha pamoja na Alan Okelo kwa ajili ya kuweza kusababisha timu ya Young Africans kuibuka na ushindi mkubwa zaidi katika mchezo huu ambao wataupiga pale majira ya saa 10 kamili dhidi ya Singida Black Stars katika dimba la KMC Complex. Kipi ambacho kitajiri? Young Africans watarejea tena katika mustakabali ambao upo ama vipi? Kwa sababu hapa sababu zitakuwepo za kutosha kweli kweli, akiwemo Masalanga, akiwemo Abubakari, akiwemo Kibwana Shomari, akiwepo Damaro, akiwepo Shikhan, akiwepo Edmond, akiwepo Debu pia. Kazi itakuwa ni kazi kweli kweli. Tuone Young Africans watarejea kwenye mfumo amala, na kuomba tutumie sekunde chache kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe. Hii ni Vibe Sports. See you next time. Ciao.